liwa vikali sana. Na kila mwezi wa kenda kunakuwa nataka sikukuu ya vibanda. Nayo inakuwa kapala. Na wako wanakulotire banze hiver, jua waendake kule mkatikati ya Oktobre mpaka Desembre waendake kule jua hiver inakuwa ya mingi. Kisha vita ikawashambulia, ikavunja ile mkataba ya makubaliano ya amani. Haleluya. Sasa na ukafanya mkataba na Kristo juu ya amani na usalama na baraka, hata adui atokea hawezi ivunja. Juko kwa neno ya baraka na unabii wa salama wa maisha yako. Amen, amen. Wale ni wanadamu walisaini shaka, lakini angalia matokeo yake. Hakuna amani na mpaka leo hakuna kukamilika juu ya wanadamu bila Mungu. Na ndio kikubwa, Mungu akakujua na akakupenda huku mwenye heri. Ni ile tu kujivunia Mungu. Endelea. 75:11 ya kitabu cha Zaburi. Zaburi 11. Nasema hivi, tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pembe zote za wabaya nitazikata mbali vile vile. Pembe zote za waovu bora tafanya nini? Hao waovu wako ulimwengu tunaoishi. Hao waovu ni maadui ya maisha yako. Hawezi penda uishi, hawezi penda ukule na sombe, hawezi penda ukule na ukondi. Mtu anakwazika. Unavana kakiato kaizeka loke, mtu anakwazika. Kisha wale wabaya Mungu atavunja nguvu zao. Amina. Uko pale wanapenda uzeeke mga nyumba kabunyati usizengeke taka linjanja. Kisha wale wote Mungu atahusika nao. Na ukajenga ationa kama katalaka mule desa. Kisha watakutengea nini? Ni ishumwe tunategemeaka, ni ufalme wa wafalme, Bwana wa bwana. Ndio maana tungali tunaishi leo. Amina. Amen. Endelea. Lakini pembe za wenye haki zitanyanyuliwa. Amen. Ila pembe za wenye haki zitanyanyuliwa. Wanakuambia kama maombi ni akiba. So kuna wakati omba, ikiwezekana funga, na ikiwezekana soma maneno ya Mungu, ikiwezekana shiriki mkutano. Kuna wakati nafikaka unajikuta uko mhatua yenye kumgumu. Unashindwa na kuomba, unataka omba machozi inatoka. Maombi ya jana kwa uaminifu ndio nakusaidia pale. Basi wanakuambia hata nikipita katikati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Mwa hii bonde utaweza kuomba wewe. Inakuwa siku ngumu sana. Unaombaka maneno mbili. Unataka tukana na Mungu na ujue maombi. Sisi kama tuko tunaomba na wengine, mtu kuomba Mungu Baba na kukemea kwa jina la Yesu. Kweli tu. Wanamjua. Unaona mtu iko mbali. Bali acha Mungu atukumbuke na atubariki tu. Unaweza kemea Mungu kwa jina la Yesu. Haiwezekani. Sataji jina yake hapa. Mungu anamjua. Meki kubwa ni kufuata tu kitampendeza. Mtu akaomba vile jiko de pensée. Na iko mbonde yake nyisi atujue. Kabonde kaule kana kupata hauzi kaweza. Na mwingine sio za mwingine, kila mtu na yake na siku yake. Iko nguvu alaye meza noko nakula vinono, iko nguvu. Anakwambia naandaka mbele wa watesi. Inabidi amalize nguvu na uwezo yao. Kuna mwenye hawezi muhamisha, kuna mwenye hawezi muua. Atashuhudia ni vile Mungu amekutendea. Anamaliza force yake kisha anakuacha pale. Anabakia leo pale karton. Uko na muogopa, kumbe Mungu ashakamaliza nguvu yake zamani. Amina. Ambie jirani yako usiogope adui. Kisha umuulize nani ndio adui yako. Mwingine adui yangu nikakufa njala. Umwe nisibe ndio wengine nyoma. Na mwingine Mungu akakubariki. Umekubariki kwanza nini mbio asende kakula frite na samaki na jisikie kama mimi naabudu Mungu. Amen.
Mwingine anakuambia vile. Na mwingine wachenge na pondu na iko hapa. Amina. Mwingine na iko hapa wapondu chakula chenge na pondu na jisikieka baba. Sasa kwanza una deni yangu wewe. Tutoe mengine baadaye. Tutapambana ni kunjia maombi. Mimi hapa umemaliza. Haleluya. Ile si ni kweli. Ile ni kweli. Na mimi siku nafika kwako, usisumbuke, chai na mkate na tosha. Amen. Dépense de moi. Usibane mbuzi na nguruwe, hapana. Maadui atamaliza nguvu yao. Kisha nakutendea mema. Lakini ukiwa mvumilivu. Na uvumilivu inatokana na maneno ya Kristo. Amen. Endelea msomaji. Kwenye huko. Endelea ya kushuka. Mama. Biblia kwa mwana Daniel, Daniel ndio. Nasema hivi, tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na kama maneno ya pembe 10 katika ufalme huu, wafalme 10 wataondoka, na mwingine ataondoka nyuma yao, naye atakuwa mbali na wale wa kwanza, na atashusha wafalme watatu. Amen. Na kama pembe 10 unaziona ni falme 10 ziko zinapita, lakini katikati yao 10 atafanya nini? Msomaji atafanya nini? Utatoka falme moja. Soma tena, usiniexplique mama. We Daniel sura 7:24 yake nasema tusome kwa jina la Yesu. Amen. Na kama maneno ya pembe 10 katika ufalme huu, wafalme 10 wataondoka kisha, na mwingine ataondoka nyuma yao, naye atafanya nini? Naye atakuwa mbali na wale wa kwanza, na atashusha wafalme watatu. Iko sawa kisi wanakwambia kusete montagne yenye korome ile makoline. Kuna bakia kama ni apreo huyu kutakuwa mwingine tekalaka kumoya. Wa kuprepare ile siku ya Bwana. Si ni vile? Na muonekana kweli ya mwisho sasa kutokea nini? Kutokea nini? Asomai na afahamu. Kana kambi zote zitapita. Kutakuwa katatu. Nazo zitapita kutokea kamoja. Kisha ile moja itafanyaka nini? Na siku ile moja inaikala ndio wanajenga hekalu kumulima wa Morisha. Na siku wanaanza jenga hekalu ulipo na kanisa. Iko nguvu wajenge kwenye kubomole wako. Haiwezekani. Asomai na afahamu. Hata haiko leo, mimi kwenye tuko tunaendelea. Unabii wa Daniel. Endelea msomaji. Daniel sura 8. Dena 3. Daniel verset. Daniel sura 8. Dena 3 yake. Daniel 8:20. Hapana 8:20. Soma kwanza 8 na D. Ndio utaenda ku Daniel sura 8 mstari wa pili. Wa kwanza na pili nasema hivi, tusome kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Katika mwaka wa 3 wa utawala wa mfalme Belsasari, maono yalinitokea hata mimi Daniel, nyuma ya haya ambayo yalinitokea kwa mwanzo. Nikaona katika maono, na ilikuwa wakati nilipoona, nilikuwa katika Susani ngome ulio katika wilaya Elamu. Elamu ndio inaitwa Iran. Kwa kapitali ya Iran
njo kunaitwa Elamu, na Elamu anakuwa petit-fils wa nani? Mtoto wa nani? Wa Semu. Amina. Katika maono wakati ya mfalme Belshazzar, kulikuwa kama mzee mmoja anaitwa Nabopolassar. Wakati alianza gonjwa, akasema juu mtoto yangu ni mwanajeshi, acha nimutawaze na kumfanya kwa mfalme badala yangu. Mtoto wake anaitwa nani? Bukadnezar. Akamfanya kuwa mfalme. Na kisha kumfanya mfalme akaishi. Natombea alikuwa shujaa, mpambanaji wa vita. Vita karamuka, mwishowe akafariki. Wanatia mtoto yake naye anakufa. Mwingine kiana naye anakufa. Wazee wenye busara wakaikala, tufanye nini? Tutume barua kwa kiongozi mpambanaji, mwana tumaliza. Akuye basi akuye kwa mfalme. Kwenda angalia kakiana. Unjo anatu video huyu. Wakaikala pale. Wazee wakaikala wakasema nini? Tumuoeshe mtoto yetu. Kisha mtoto yetu akishaolewa kule, hataenda mudamu kushina ya huyu papa, meta kwa kushina ya hii inchi yetu. Bakamuolewesha msika wa Nebukadnezar. Wanakwambia kulikuwa kama mama mshauri alikuwa anamshauria sana. Ni mama gani? Ni bibi ya Nebukadnezar, Bukadnezar. Kisha wakazala kiana njo Belshazzar. Na njo mwenyewe wakati Danieli yuko kule akaona maono. Juu ya habari ya Elamu, Susani ngome, moja ya makapitali za Asirisi. Endelea msomaji. Nikaona katika maono, na nilikuwa karibu na mto Ulai. Amen. Endelea. Alafu nikanyanyua macho yangu, nikaangalia, na tazama, mbele ya mto akasimama kondoo ndume mwenye pembe mbili. Kisha na pembe hizi mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko nyingine. Alafu na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilipanda mwisho. Nikaona kondoo ndume akisukuma kwa magharibi na kaskazini na kusini, wala hakuna nyama walioweza kusimama mbele yake, wala hakuna aliyeweza kuponyesha walioweza kuponyesha mkononi mwake. simamia pale. Hichi gani yenye kuna nguvu? Ikisema kuna mtu anaweza kusema yako upande wake. Nchi gani iko na uwezo kuliko nyingine? Akikukamata ukutosha mkono wake haiko. Ili kila mtu na akili yake na dhamiri zake zitumike. Uende kulizuiti. Uende kuventi msomaji. Venti Danieli sura 8 mstari wake 12 inasema, tusome kwa jina la Yesu. Amen. Kondoo ndume ambaye ulimwona aliyekuwa na pembe mbili, wao ni wafalme wa Media na Persia. Ni wa Media na nani? Persia. Media na Persia manake ni Iran na Kuwait. Wa Media na wa Persia. Wenye wanakuwa na nguvu sio kisi mtu huyu. Ni ile wakati ya zamani ilikuwa kama moja ya maprovinsi ya Bukadnezar. Ilikuwa moja ya maprovinsi ya Babiloni. Amina. Endelea msomaji. Kusikivu mwema. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ndio ni mfalme wa Uyunani, na pembe kubwa iliyo katikati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Na tena kwa maneno ya pembe iliyovunjika pahali pake, pembe 4 ziliposimama, falme 4 zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu yake, ila na kwa wakati wa mwisho wa ufalme wao, wakati wakosaji watakapotimia, ufalme mwenye uso mbili, ufalme mwenye uso mkali anayefahamu mafumbo atasimama. Simama pale. Unatuambia pembe 4 sijua Peresi, Uyunani itasimama. Kisha kwambia Uyunani, huyo pale wanataya Greece. Amen.
wanataka grace. Unajua grace iko pale chini chini na ikala. Mimi niko nyuma ya nani katikati hizi pembe hii? Kisha mimi ndio Israeli, utasimama?